Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kwenda Taif, watu wa Taif walifanya nini? Ramahu bil hijara, walimpiga mawe. Baada ya kuwapiga mawe, malaika anakuja anamwambia tupe kazi tuwaangushie mlima, lakini akawa na malengo makubwa. Arju an yakhruja min aslabi haula man ya'budu Allah wahda, ninatarajia mimi nawasamehe kwa sababu imevunjwa ni heshima yangu mimi nawasamehe, lakini nina matarajio ya kwamba watakuja kutokea watu ambao watakaokuwa ni wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Mimi na wewe, mtoto amevunja chupa la chai, basi hapo mzazi hapo hakuna mtoto yote atakayeongea naye, ni kwa sababu mimi ninachokuagiza chochote naenda kama vile utaki. Wewe ungeniambia kama utaki, hasa haya maisha tutaishi vipi? Yote hayo ni tabu zinaonekana. Kwa hiyo wazazi nyumbani hawana sifa ya kuwasamehe watoto wao, na watoto nao wanaishi na wazazi wao kama maadui. Kwa hiyo tuwe na sifa ya kupenda kusamehe na tuwe na sifa ya kuomba msamaha pale tunapokosea. Maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule Taif na kupigwa mawe yanatuonyesha namna gani ya kupasa ili tutengeneze nafsi zetu katika hali iliyokuwa nzuri. Ni lazima tuwe na sifa ya kupenda kusamehe, wal afina anin nas, na wale wenye sifa ya kupenda kuwasamehe watu. Mtume amefanyiwa mambo haya. Angalia maisha ya Maka, wale watu wa Maka wamemfanyia maudhi Mtume mengi sana, hadi wamepanga njama za kwenda kumwangamiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameingia wote pale. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku anamwambia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alale kwenye kitanda chake. Mtume anatoka anaondoka, ila watu wameingia pale kwa ajili ya kwenda kumwangamiza. Mtume ametoka Maka ameenda Madina, amekaa Madina, amepata nguvu ya kuweza kuwafanyia maudhi yoyote wale watu wa Maka. Lakini alipoingia katika mji wa Maka aliwauliza, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hivi mnadhania nini kwa wale maudhi mlionifanyia leo nitawafanyia nini? Sifa ya kusamehe ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnadhania nitawafanyia nini? Wakasema anta akhul karim, ibnu akhul karim, wewe ni ndugu yetu mkarimu, baba yako alikuwa mkarimu. Kwa ni maneno ambayo yalikuja kwa kumpamba Mtume, lakini ukiangalia kama ni mimi na wewe leo, sidhani kama tungewacha, bali baadhi ya watu wamekosewa baadhi ya makosa ambayo ni mepesi kuweza kusameheka. Lakini mtu anasema ili niweze kumsamehe mtu fulani, labda macho yangu yatoke hapa mbele yaje huku nyuma, mimi naumia huku nyuma. Alafu inda almaqdira, uwe na usamehevu pindi unapokuwa ni mwenye uwezo, bali malipo ya yule ambaye mwenye uvumilivu na kusamehe, malipo yake ni pepo moja kwa moja kwa Allah tabaraka wa taala. Ikiwa utasamehe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi malipo yako wewe ni pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini mimi na wewe tunahangaika yote haya? Tunasali sala tano, tunafunga za sunna na mambo mengine tunayofanya, tunaelekeza wale ambao watuzunguka katika nidhamu ambazo Allah anazipenda na kuziridhia. Tabu yetu yote hizo tunazozipata ni kwa sababu gani? Kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Basi miongoni mwa mambo ambayo ile kutafuta yanakuwa ni sababu ya kutafuta radhi za Allah ni wewe Muislamu kuwa ni mwenye sifa ya kupenda kuwasamehe watu.